Uko sahihi. Ephesians 6:5, Colossians 3:22, Romans 13:1-6, 1 Peter 2:13-14. Vipi wenye mamlaka watawala wakikuambia usimtii Mungu, utafanya nini? Wakiniambia nisimtii Mungu, nitakataa hiyo mambo yao. Ikifika ni upande wa Mungu, kama kuabudu Mungu, kufata amri ya Mungu, kufata mambo ya Mungu, kufata njia za Mungu, kufata yaliyo ya Mungu. Yeyote aniambiaye usifate, usitii, usiabudu, usimkimbilie, usimwendee, usinyenyekee ya Mungu, nakatana na hiyo mambo. Tito 3:1 ilikuwa ujumbe ya ufafanuzi ya uwazi ya kutupatia ufahamu ya utiifu, jinsi inavyostahili tuwe na utiifu. Ukiangalia hapo 3:1 hapo mwisho inatuambia tuwe tayari kwa kila kazi njema watupeayo. Unakuta wametunenea tuwe tayari kwa kazi njema, sio kazi mbaya. Tuwe tayari kwa kazi njema. Hiyo ilikuwa inaongelea walio na uwezo. Unakuta wazazi wako na uwezo juu yetu na wako na maelezo, uelekezaji ya kutueleza kazi. Sasa inatufundisha ni kama tuwe na utiifu kwa watufundishayo, tuwe tayari tena kwa kazi njema. Hata ambao wametuajiri, tuwe tayari kwa kazi njema na utiifu, sio kazi mbaya. Vile tumesema hivyo pia unakuta Kumbukumbu la Torati 13:1, kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu. 2, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifate miungu mingine usiyoijua, tuitumikie hiyo. 3, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Unakuta ikifika ni upande wa kuwa na hata kutokea na mtu aliye na maajabu ya aina gani, aliye na ishara za aina gani, akuwe mwotaji wa ndoto wa aina gani, akuwe na ile vipawa vya mvuto za ajabu ya aina gani. Hata itokee ni yeye. Ikifikia ni upande wa kukuambia usifate ya Mungu, usitii ya Mungu, usinyenyekee kwa ya Mungu, usiende kwa ya Mungu, ikifika hapo unakataa. Si ati atakwambia tu direct ati usitii ya Mungu, usiabudu Mungu, usifanye Mungu, hapana. Anaanza kukupatia mafundisho kinyume na ya Mungu. Anaanza kukupatia uelekezaji kinyume na ya Mungu. Anaanza kukupatia ile njia ambayo unakuta sio ya kutii Mungu. Matendo anakupatia mwelekeo ya kutenda isiyo ya Mungu, anakupatia mwelekeo ya kunena isiyo ya Mungu, anakupatia mwelekeo ya kukua kinyume na ambayo Mungu amekusudia kwa maisha yetu. Sasa ikifika ni hapo unakatana nayo. Na unakuta pia hapo hivi tena hapo 3 inatuambia pia ni tunajaribiwa Mungu wetu atujue. Unasikianga kuna majaribu, kuna mtihani. Sasa ni kama hii. Yaani unajaribiwa imani yako, upendo yako iko kwa kiwango gani mbele za Mungu, imefikia kwa kiwango gani unampenda Mungu aje. Mtu akikujaribu na jambo, hiyo jambo anakujaribu. Si mambo mingi utasikia, mambo mingi utaona, mambo mingi utaona kwa maisha yako. Ila yote mbaya
yote mbaya utakayosikia, yote mbaya utakayoona, wewe usifanye. Ulikuwa unajaribiwa, si ufanye, ukatae. Kama unampenda Mungu, ukiona mabaya, ukiona mangapi, unakataa, si unafanya. Ukiona mema unafanya, ukisikia mema unafanya, ukiona ya aina gani, haijalishi inatokea wapi, as long as ni mema, unafanya mema, unatimiza mema. Ni hayo tu, mbarikiwe kwa leo. Bila kusahau, kuna watu walio na uwezo na mamlaka na utawala kubwa kubwa hapa duniani tunavyoishi. Ila Mungu ndio mkuu wa wakuu wote. Mungu ndio mkubwa wa wakubwa wote. Na pia Mungu huwa anatukumbusha kwa neno lake jinsi ya kuishi tunavyoishi hapa duniani. Kwa wazazi wetu, kwa wakubwa wetu, wadogo wetu, watoto wetu, ukoo wetu, familia zetu. Yaani Mungu ni mkubwa, ila kwa wote aliotuunganisha nao kwa maisha yetu. Tunatokea, bado anatuelekeza jinsi ya kukuwa na unyenyekevu na utiifu kwa neno lake. Ndio sasa anatupatia ile uelekezaji.